FM, karibu ndani ya Hot Sato, ikiwa ni siku ya Jumamosi mpenzi msikilizaji, na kama kawaida kumbuka we have 3 good hours ambazo tutakuwa tunapiga story na wewe, na kumbuka sasa hivi kwa nimekuambia kwamba tuko na mgeni ndani ya studio, of which ni msanii recording artist kutoka katika Coast region of Kenya, pwani ya Kenya. Kwa hiyo tunajuza tu amekuja na mazuri gani, ana kipi, ana lipi, alafu mengine nadhani tutakuwa tunakuja nayo mbele kwa mbele pale. Lakini kukumbusha tu kwamba kwa 07929269 nambari zetu za simu, yani 07929269. Mimi naitwa Hassan Wazuma. Kwa mitandao ya kijamii hapo hivyo, Facebook @00fm, Instagram @00fm, alafu Twitter ama X, na tulisema si X wako @001fm. Ilikuwa lazima utaje X wako. Si X wako. Are you healing ama unajua X ila wakati healing? Sijakwambia nilipendwa. Ulipata mtu? Nilipata mtu. Na au serious? Acha. Sema unaweza sema hivi, kumbe ni hivi. Alafu niseme hivi. Kama dawa ni Pin Jones. So iko hivyo mpenzi msikilizaji, na feel like kwani umependwaje paka ni kama unaleta mafeelings hapa hivi, I don't understand. Bado msikilizaji, kwa hivyo so baada ya muda mfupi tu nadhani atakuwa tunakwenda moja kwa moja, atakuwa anapeleka mgeni wetu hewani aweze kutujuza ikatokea wapi, imekuja na mazuri gani. Alafu kama kawaida kumbuka tunasema sisi hapa ndani tunaga show mbovu, na lengo ni moja tu, kuifanya zaidi ya wanavyoifanya wao. Phil, are we ready? Are you ready for the big superstar? Yeah, ready. Okay, and we go through Padisha kidude hicho mwanetu pande hewani. Sikia vitu hivyo tu. Safari so mwisho wa kuonana, mimi ipo. Ipo siku tutakuja onana. Bana, kisi wangu huyo. Tutakwenda tutaonana tu na yeye. Nikilala kuali. Kombani. Acha kombani. Acha kombani. Basi jue palo lipo, nipeni achi masikitiko, na kama haujue ndo mwisho, tabibu kipenzi ni wewe, na kama utakuja baby sichelewe sana, naomba unipigie simu tulize mtima, my dear, karibia, video konkipiga shikilia, karibia, mami bobo, na kufikiria baridi napiga, takusubiria ni wewe. Hata kama uko mbali, hata uko wapi, hata kama uko far away, wewe ni wangu bana. Hata kama pengine story iliisha, lakini so long as we have something, so long as umeacha, si ndio? My friend, mimi niliacha mara mwisho kuacha ilikuwa ni 2023. Ni nini unalialia sasa hivi? See, I'm just vibing to the song. Ni nini unalia? Sema tu kweli. Mimi sijaacha. I'm not dating. Anyways, welcome back again mpenzi msikilizaji, na our guy is here. Tumesikia vocals zake, tumesikia sound zake. Mshikaji ambaye yuko sawa, kwa sababu hata before tuweze kusikia vocals zake mwenyewe tayari kwa ngoma. Ngoma iko sawa, ngoma iko vizuri, imetulia. Yaani kila kitu kipo sawa. Kwa nadhani ni muda mwafaka sasa hivi kumleta mwanetu hewani moja kwa moja, utamsikia aweze kutujuza like everything kumhusu yeye mwenyewe pale. Kwa hiyo mwanangu, kama vipi, karibu bwana. Asante. Wasema wanakuita nani? Chuji Vibes. Okay, so mwanzo unajua Waswahili wanasema niseme tu Uswahili, yani ni kawaida kukaribisha mtu mwanzo akishafika maskani ama akiwa ametoka sehemu nyingine. Mwanzo pengine utujuze tu pengine mtani ni upi? Kilifi maeneo gani? Mavueni. Okay, Mavueni kuna ile kanisa la ile New Life. Unajua pasa zake leo. Nasikia jamaa Mavueni wote wako na dola ikawa sio wameomoka. Is it true bro?
Watu wameomoka sana. Wameomoka sana. Sana. Naona. Sawa. Sasa okay, Iza kidogo itilafu za kimitambo tumsikilizaji. Kwa hiyo Mavueni kunasemaje? Mavueni uko sawa? Kwa fresh kabisa. Kwa fresh kabisa. Okay, karibu 001 FM. Mimi naitwa Hassan Zuma. Asante nimekaribia. Okay. Naam. So first and foremost, mwanzo umesema jina lako la kazi. Ilikuwaje mpaka hilo jina likaje before tuje kwenye jina lako la kitambulisho, kwa sababu jina lenyewe linakubali? Nilipokuwa mdogo mzee wangu ndo alikuwa ananiita Chuju. Chuju kama it's like ni kama alikuwa anajua kwa nini itakuja itatokea Chuju. Chuju. Okay. Sasa nilipoanza muziki nilikuja na jina lingine kwanza. Sasa nilipo brand yangu pia nikaona ile jina nilianzia nayo haikuwa sawa, so nilikuja tena kwa hiyo brand ndio nikachukua hiyo jina tu, nikasema mbona hii na mbona ilikuwa vizuri na watu wanaijua. Kwa mwanzo Chuju inamaanisha nini? Kwa sababu mzee wako ndo alikupatia ndio hilo jina, lakini sasa unajua ama alishakwambia pengine maana ya Chuju? Hajaniambia maana yake. Mimi nilisikia tu akiniita na watu wamenizoea na hiyo jina Chuju. Yeah, na hujawahi bother kumuuliza mzee like mbona unaita Chuju ama Chuju ilikuwa inamaanisha nini? Mzee alipita nikiwa bado ni mdogo. Sorry. Sasa hapo sikuwa na uwezo wa kumuuliza. Unless ni Google ama nitafute kwa mitandao sasa nijua. Hilo kama ukigoogle basi nadhani inaweza kueleza kama Kijapani. Kuna majina yao sana Chuju. Hapana, sio la Kijapani. Maisha na kazi zako za muziki, kwa sababu kumbuka unafaa kula, unafaa kuvaa, you have some things, you have some bills to pay, na pia kuna muziki ufai kuacha. So unajuaga vipi yani kifupi? Kwa nimeanza na kusema mimi mwenyewe ndo CEO. Unajipanga vipi? Ninapanga ni ya mavazi na hii pia ninajiwekea. Kwa hiyo kuna wera unafanya. Alafu ukishapata ile pesa kuna nyingine unatenga ya muziki, hii ya chakula, hii ya kurekodi na vitu vingine kama hizo. Naam. Okay. Na isha kutokea pengine vitu hivyo vile vimegongana. Yaani ni muda, najua una schedules zako, si ndio? Lakini unajua sometimes kuna vitu, unajua unaweza kuwa ni msanii pengine ukumbuka kwa kazini, ndio unakuja bwana oya tarehe fulani kuna show, kwa hivyo tunaomba kama pengine utafika itakuwa ni poa, sio kama nielewa. Na pengine wewe umeajiriwa, shaelewa, kuna vitu vingi uwezi hata kazi yani kifupi, yani uwezi kuomba ruhusa kwa kazi kwenda kwa show. Kwa hiyo sometimes zinagongana vibes zako ama haijawahi gongana kwa sababu umejiajiri mwenyewe pengine pia nimejiajiri. Kwa hiyo ni kuketi tu na kuumiza kichwa, niende huko ama niende huko. Kuumiza kichwa, nikiumiza kichwa nikiweka mambo yangu sawa, niko sawa. Unapata maamuzi. Hivi hapo umehost show ngapi? Unaenda mtu ajue kwa nani tayari. Maana sasa si lazima ujieleze, na ukiingia hivi utashaelewa fulani katimba. Unapita mahali unasikia tu huyo mtu fulani tayari ndio kama kuna feeling poa mazee feeling ni ile feeling yani ya ku recognize before recognize watu. Ile kwamba vipi? Yani mtu anakuja kusema vipi? Wewe just feel niambia basi nakubali sana. Kwa hiyo feeling hata nayo bana. Feeling fit sana. Na nikuulize tu labda jana bado utakuwa ile na ama msikilizaji atarajia utachange jana, maana nikiangalia umeguza mapiano na mapiano umeguza piti na bongo umeguza piti, like are you gonna mix those genres ama unasema utaamua jana moja ndio unasonga nayo? Jina ni hiyo maana nimebrand na nimeweka kwa brand, sasa ndio hiyo lazima yani hiyo ndio hiyo watu watambue hiyo. Lakini tuseme ikitokea tu, unajua ukiwa msanii pia niseme tu unafaa kuwa all rounded, ndio wewe yani uko na knowledge ya kufanya anything. Atokee sasa hivi tuseme sawa, tuseme kama msanii gani anafanya reggae sasa at the moment, reggae poa mwenye yako, ama tuseme tu rhythm, tuseme tu sawa, busy signal tuseme aje sema vipi bwana, nataka nimekuchagua tu uende katufanye na wewe ngoma, unaweza kujitoa pengine hapo hivyo kwa rhythm na ukadeliver? Muziki na muziki kama bora tu utakuwa unajua huu muziki nikiufanya utaleta kitu mezani. Basi mbona bana, hata Bahati Bukuku biti zake nyingi ni za reggae, sio? Biti zake nyingi ni za reggae, na hata wewe kama si Mkristo lakini zile ngoma ukisikia waraka wa amani hiyo leo na hiyo biti yani nakubali lazima tu.
Sasa labda tuswali la mwisho unaweza sema aje kuhusu muziki wa Mombasa? Maana ukiangalia Otile Brown alianza Mombasa, si ndio? Naam. So far Kahama ameenda Nairobi, ukiangalia mtu kama Masauti, kwanza hata Masauti kuambia ni wa Mombasa na kuambia yozi Ascent ndio kufanya mimi Mombasa. So vipo nasi Mombasa ama the coast region, vipo na support muziki ama unasema mpaka mpiganie ndio? Muziki wa coast unasumbuliwa na brand. Brand ndo ni ngumu hasa. Pia msanii mwenyewe inafaa kuwa na brand. Kwa sababu usipokuwa na brand, vile utajiweka ndo vile utajiweka. Na mtu anachieve vipi hiyo brand? Anaiachieve vipi? Yaani anafanya nini ndo brand yake iwe kubwa? Unajua wengi ni wale wametegemea mfuko ya mtu. Unajua sasa mtu vile atakwambia wewe ingia studio record, after umerecord ni hivyo tayari ameshatoa nyimbo ndo hivyo amekuacha. Ndio hivyo ajichange tena labda ndo kwambie tufanye video ama nini. Pia brand iko mara nyingi ya mavazi. Yeah. So lazima ukue msanii. Kama umeamua msanii, ukue msanii ndio watu sasa wajue wewe ni msanii na ngoma zako ukiachilia mtu anajua tayari ile level uko na vile unajibeba. Dragon Motor Testing Stevo alikuja akasema kidogo Dragon alikuwa anasema nimekutaka kusema tu Stevo akakuja akasema kama msanii unafaa kuvaa kama msanii, unafaa kula kama msanii, na unafaa kuishi kistar. Inabidi muda mwingine kuna vitu unajua kuna watu bro hawana tuseme niseme faking, unajua tuseme tu watu wana fake. Hiyo ndo branding tuseme tu sometimes pia. So unajua kuna watu walianza hivyo kufake paka ndo unasikia kwamba fake it till you make it. Kwa sababu mtu akikuona kama pengine ni nguo nimeazima hivi, si ndio? Nimekwenda maskani pengine sherehe kama hicho. Mtu akiniona obviously mimi hata nichukulia poa. Unajua kama mimi level yangu tofauti. Nimejichanga mimi mwaka mzima nasema mimi mpaka niwe NS. Nitapiga picha moja tu na NS sio Instagram. Nikiposti pale, sana wezi mleta hivi. Yule ni ma NS yule. Unaona? Kwa hiyo muda mwingine you have to. Si unajua? Sio unanielewa mwanangu? Ndio maana sasa hata ukaikuwa na vitu vya yani kama mfano gari unaenda tu na haya unaingia nayo hivyo sasa nini mtu anakuona tu ile wengine kama Chief Godlove wanachukua kabisa maninio wanabandika manamba yao sio chief ngapi Maybach mwenyewe anasema anaitwa Maybach. Yaani kuna vitu inabidi ufanye tu ili watu waone wa thamani. Kwanza nimefika kuchelewa kwa sababu ya usafiri, kumaanisha sasa ungekuwa na gari lako sasa hata kuwa na gari langu itabidi tu next time nimehaya ili sasa nifike mapema. Alafu mwanao unaona huyu hapa hivi yani hilo analianzia huko mlikotoka hivi yani kama msafara wa harusi yani niko na mwanao ushaelewa sasa ndio maneno na ukisema tutaishi hivi sisemi Kiswahili kwa sababu ukisema Kiswahili pia Tanzania na Swahili tukiishi kimijikenda hivi yani mwanangu atwendi mahali hata Nairobi kwani kina bahati nafikiri kuna gari zingine za ndio unakuta mtu anatoka kidogo tu hapo Mombasa amepata jina ndio amesepa Nairobi bana akajibrand huko gari unakodishiwa na kukodisha gari by the student Rover nasikia ni 5,000 per day 5,000 hapo na 10,000. Mimi kwamba kujichanga utapiga picha Range Rover no one knows kama ni yako, si ndio vile? Na ndio hivyo. So tuko na 1 minute na nataka use 50 seconds if that's possible. Maneno yako ya mwisho zinaitwa aje? Understands. Ndio tujue nataka kusikiliza wanakupataga vipi like Facebook, Insta, TikTok. Mimi niko Facebook at Kid Vibes, Instagram Kid Vibes, Boomplay Kid Vibes, Spotify Kid Vibes, YouTube Kid Vibes, yani kila pale niko tu like that. Tofauti na mtu usikia YouTube Phil, Instagram Jones sijui kule JJ no unachanganya watu yani kuwa na mtindo mmoja ni rahisi. Bwana thank you so much for coming through, tunashukuru sana. At least pia tumepata kusikia story pia kutoka Mavueni na pia kando na hivyo tumepata kusikia story kutoka kwa mmoja kati ya wale most intelligent people I've ever interviewed, kwa sababu kuna mtu mnamuinterview lakini vitu kama hizo. So mazee mimi niseme tu keep it up, fanya bidii mwanangu, ipo today lazima ndo kutoka blog tu. Man, it's been 3 good hours na ndo sisi hivi tunatoka bana. Weekend inaanza leo. Weekend tunaanza Thursday kwa kwanza weekend story yako. Inaanza Thursday. Okay. Tunamalizia weekend na tupatane ni mambo.
Karibu mwanangu bana.